Watu wa Mount Kenya hawajai kuwa na ukabila. Watu wa Mount Kenya miaka yote wanajua wako Kenya yote. Hawako Mount Kenya peke yake. Kwa mfano, watu wanaitwa wa Kikuyu, wa Meru na wa Embu. Hakuna county ya Kenya hii. Yaani imagine hakuna ward hivi moja hivi katika nchi ya Kenya. Utakuta watu hawa wakijifanyia biashara. Wengine wamejenga mpaka manyumba. Wamewekeza katika Mario Estate, sehemu za interior mbali sana na Mount Kenya. Hakuna mtu wa Mount Kenya utasikia akizungumzia mambo ya ukabila, maanake anajua kwamba yeye uishi kote. Mtu wa Mount Kenya siku zote huwa anajua kwamba ukabila ukianza, yeye ndiye anaumia kwa sababu yeye ndiye amewekeza na yeye ndiye ako na biashara kwingi. Watu wa Mount Kenya utawapata na mashamba mbali sana. Utawapata wengine wako na mashamba hata Nyanza, wengine wana mashamba hata Western, wengine hata sehemu za Coast, wengine Rift Valley. Hawezi kukubali mambo ya ukabila hata siku moja itajwe, kwa sababu wanajua ya kwamba they are the most vulnerable na wao ndio wanaweza kuingia kwa shinda wakati wowote. Maajabu ni kuwa kuna Mkalenjini, Mutugeni yani subtribe inaitwa Tugeni. Alizaliwa Ukikuyuni pale. Mwaka wa 1992 alisababisha shinda Wakikuyu wengi sana wakauawa kule Molo na kule sehemu zinaitwa za Mchongoi. Mkale huyu Mutugeni sasa amejifanya kuwa yeye sasa ndiye Mkikuyu yule ambaye anaelewa sana mambo ya uongozi. Amejifanya kuwa yeye ndiye sasa Mkikuyu kamili mwenye anaelewa Wakikuyu wanafinywa. Anaenda anazungumza ukabila sana, anajaribu sana kuwapotosha watu. Hana huruma na watu wa Mount Kenya kwa sababu yeye si mtu wa Mount Kenya. Amezaliwa tu na mama wa kutoka Mount Kenya, lakini huyu jamaa mwenyewe ni Mtugeni. Ni Mtugeni wa kutoka kule Baringo. Saa hii eti yeye ndiye kingpin wa Mount Kenya. Mkale ametoka Rift Valley, badala aende kwa Rift Valley huko kwenda kuzungumza huko, amekuja Mount Kenya kujifanya kwamba yeye ndiye kingpin, yaani yeye ndiye mwamuzi wa kila kitu. Siku zozote watu wakiembrace mbegu mwitu lazima itawaletea shinda. Hata ukachukua kanga ukaipeleka nyumbani, utakuta haitaweza kuzungumza language ya nyumbani. Siku zote itazungumza language ya kichakani, kwa sababu ni ya wapi? Ni ya kule kichakani. Sasa miaka yote waliojulikana kwa kueneza ukabila ni Wakalenjin na Wajaluo. Huyu amekuja mbegu mwitu kwa miongoni mwa Wakikuyu, anajifanya kwamba yeye ni Mkikuyu na yeye anajiona yeye ndiye ana huruma zaidi. Kila mara ni ando aito, ni ando aruriri. Na watu wa Mount Kenya wanajua kwamba they are being enticed. Kumpatia mgeni nafasi aje awe ndiye kusema katika Mount Kenya. Huyu jamaa hakuna mtu asiyemjua. Ni mtoto wa Moi. Hata ukimwangalia wewe mwenyewe ni Moi mtupu. Sasa Wakikuyu, kuna Mkikuyu ako na meno size hii. Kuna Mkikuyu ako na sura hizo unaziona pale jamaa. Kuna mtu wa Mount Kenya ako na sura kama zile. Siku nyingine alikuwa anajaribu kuonyesha Wameru kwamba eti mama yake ametoka kule Imenti. Huyu mtu msipomgundua mkae mkijua kwamba kuna fisi ndani ya zizi la kondoo. Kuna fisi ndani ya zizi la kondoo, na hapo kutakuwa na shinda jamani. Sikizani waambie, kuitwa jina la Mkikuyu ama kuitwa jina la mtu wa Mount Kenya si kumaanisha ya kwamba
ni mtu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya ni watulivu siku zote, na uelekeza watu wao kule vile ambavyo hawataumia. Lakini huyu hana huruma kabisa, yeye anataka kuwatumia watu wa Mount Kenya kuingia kwa power, si eti kwa sababu ni ndugu zake. Ukisikia ando aitu ando aruriri ni turanyarirwo ni turekwa kirea, sikiza nikwambie, ukae ukijua kwamba ni fisi yako ndani ya zizi ya kondoo, anataka kuzungumza language ya kondoo ili kusudi andanganye nini kondoo. Sasa yenu watu wa Mount Kenya, kama hamjaelewa ninasema nini, mimi nimenao mikono hii